uzazi. Na hilo msikilizaji ni himizo tu kwa watu. Kumbuka wakati ambapo unapanga uzazi ni uamuzi wa busara kwa familia na jamii kwa ujumla. So msikilizaji, kuna baadhi ya umuhimu mostly kwa wanawake wakati ambapo wewe kama mwanadada unaamua kupanga uzazi. Pengine uko tayari kupata familia. Pengine msikilizaji unafuata zile dreams zako. So inakuwa bora zaidi iwapo unajipanga. Tusiseme ati kupanga uzazi ni kosa. Hapana msikilizaji, si kosa. Ni uamuzi wa busara unaowezesha familia kuishi kwa amani, afya na matumaini msikilizaji. Kwa wewe mwenyewe unajielewa. You understand the situation in your house. Unajua kiwango cha hela ambacho wewe unapata kila mwezi na kiwango ambacho mume wako anapata kila mwezi. Inaweza cater for all the bills pale kwenye familia, kulipa rent msikilizaji, kulipia mambo kama maji, kulipia stima, kulipa school fees, watoto wale vizuri bila tatizo lolote. Hapa ndipo tunasema ni bora iwapo wewe mwanadada unapanga uzazi. Kumbuka kupanga uzazi ni kupangia maisha yako ya baadaye na hata ya sasa hivi. So unaweza ukajipanga napata mtoto sasa hivi na kama miaka 2, 3, 4 ili nipate mwingine. So unajua by the next time unapata mtoto mwingine tayari umeshajipanga mentally, physically, financially msikilizaji, yani uko tayari. Kwa hivyo msikilizaji, kuna aina mbalimbali za kupanga uzazi ambazo tumekuwa tukiziangazia kwa muda mrefu. Wewe unaelewa ile mbinu ambayo inaendana na wewe. Na kuambia kwa kawaida usitumie ile mbinu ambayo pengine rafiki yako anatumia ama dada yako ama jirani yako na inaendana na yeye vizuri. Nenda hospitalini, zungumza na mhudumu wa afya ili aweze kukueleza girl toto hii inakufaa, hii haikufai. Atakuwa amekusaidia kwa sababu kuna watu ambao wakitumia mbinu fulani ya kupanga uzazi msikilizaji wanakuwa sickly. Yeye kila wakati ni mgonjwa, amechoka na uchovu nini, hawezi akafanya kazi jinsi ambavyo alikuwa anafanya. Hizi ni zile side effects ambazo zinatokana na mbinu hizi za kupanga uzazi, na ndiposa unahimizwa wakati ambapo unataka kupanga uzazi, hakikisha kuwa unamtembelea mtaalamu wa afya ili muweze kuzungumza ama aweze kukueleza ni mbinu ipi itaendana na wewe. Kana na msikilizaji, kuna wale ambao wanapata si hedhi, hatuwezi tukaita hedhi, it's bleeding from January to January, but it works for you. Kuna zile ambazo zinaendana na wewe. Na pia at times msikilizaji, kuna wale ambao wanasema nilitumia mbinu fulani ya kupanga uzazi ila ikabackfire, nikapata ujauzito. You should be very careful msikilizaji. At times sisi kama wanadada we tend to go to chemist ama pharmacies ili tuweze kupata mbinu hii ya kupanga uzazi ambayo umezoea. So wakati ambapo unaenda pale, wewe unaambiwa tu keti pale ni kudunga au angalia expiry date, mostly kama dipo ya 3 months msikilizaji. You must look at the expiry date. Wakati ambapo mtaalamu wa afya ama daktari anataka kukudunga sindano hilo kwenye mwili wako, make sure you look at the expiry date msikilizaji. Zingine huenda zisha expire. Unaikia pale kwa mwili, the next minute kesho kutwa uko na ujauzito na ulikuwa umejikinga tayari. So hizi ni baadhi ya changamoto ambazo zinatokana na kutumia mbinu mbalimbali za upangaji uzazi. Kana na msikilizaji, wakati ambapo unatumia dipo, make sure unakaa for 8 good hours kabla ya kushiriki tendo la ndoa. So usije wewe umeenda kudunga sindano hiyo saa 2 usiku then kufikia mida ya saa 3 usiku wewe uko kwenye mechi mbaya. Utakuwa umejikoroga mwenyewe msikilizaji. Kwa hivyo kumbuka, wakati ambapo unatumia mbinu fulani ya upangaji uzazi, uliza daktari, nimeidunga sasa hivi ndio ama nimeiweka sasa hivi, how long should I stay until hiyo time nyingine ama nishiriki tendo la ndoa. Itakuwa bora zaidi msikilizaji, kwa sababu kuna mwingine ambaye akishaweka hiyo mbinu anajua I'm good, ameanza masuala yake bila kujua kuwa huenda akapata ujauzito. Kuna wale ambao mambo backfire wakapata ujauzito msikilizaji, but kuna sababu ambazo zipo pale, si bure tu. Pengine wewe kufuata instructions za daktari ama wewe ulienda ukadunga ile ambayo imeexpire msikilizaji na vitu kama hivyo. Kumbuka pia msikilizaji, kuna zile short term mbinu zile ambazo ni short term na long term msikilizaji, tumeliangazia kwa sana msikilizaji. Ila kumbuka, wakati ambapo unapanga uzazi wewe kama mwanadada, hata kama kuna some men who are very supportive, ana make sure anampeleka hata mke wake hospitalini kuweza kuwekewa ile mbinu ya kupanga uzazi. These are guys ambao wanaelewa. Lakini kuna yule mwingine anakuambia nikikupata utajua mimi ni nani. Utaniambia ni nini
Na wakati ambapo msikilizaji tena unapata ujauzito, unapata nakwambia, wewe mbona utumia akili, umeenda ukapata ujauzito. Mbona sio kama rafiki yako fulani hapata ujauzito. Na saa hizo walikukataza usijaribu kutumia mbinu fulani ya kupanga uzazi. So hapa msikilizaji, ni maelewano between two partners. Kama mko kwenye ndoa, mko kwenye mahusiano, it's an agreement. Mnakubaliana wakati huu tutumie mbinu ya kupanga uzazi mpaka utakapofika muda fulani ili tuweze kuwa safe. This is a guy who cares about you. Lakini yule ambaye anazidi kukataa, alafu when shit happens, pengine umepata ujauzito, anaanza kukulaumu wewe, anakuambia jinsi ambavyo hauna akili, then it is wrong. So wewe kama mwanadada, siwahimizi kubaya, lakini msikilizaji, at times wewe mwenyewe jipende na ujitunze. Usije tu ni mwanadada ambaye kila mwaka uko hospitalini unajifungua. It is not an easy task. Sio rahisi. So wewe kama unajipenda, jipe muda wa kupona vizuri. Hata mwili inakuwa tayari kubeba ujauzito mwingine. Unapata mwingine amejifungua hivi karibuni, within 8 months mtoto hata hajagrow, hajaanza kuongea vizuri, ako na ujauzito mwingine. Mpaka unashindwa what is the problem. So hapo msikilizaji, unapata hata mwili wako uko tayari. Mtoto bado pengine ananyonya, wewe ushapata ujauzito mwingine. Inakuwa very sad. Kuna ile unyanyapaa, stigma ambayo itatoka kwenye community. Kuna wale ambao wataketi chini wa kuzungumzia, you won't feel good. Kuna wale ambao wataketi pale aseme huyo hata sijui anakaa aje and stuff. So jipende kwanza wakati ambapo unafikiria kuhusu maisha yako wewe kama mwanadada. Usiwe mwanadada ambaye anataka tu kukaa pale nyumbani unangoja mwanaume akuletee kila kitu. Sasa hivi ni wakati ambapo sisi pia kina dada tunastahili kujituma. Na wakati ambapo unajituma, ndio unaweza ukaleta maendeleo pale kwako nyumbani. Ndio uko na mume ambaye ana provide everything. But wewe unaweza ukafanya nini? Unaweza ukachangia nini? Ukiulizwa pale kwako kwa nyumba, wewe umechangia kipi? Kwenye ndoa yako umechangia kipi? What can you say? Ukiambiwa sasa hivi hakuna kile ambacho unafanya kwa hii nyumba, hakuna kile ambacho unafanya, everything I do, utapinga vipi? Ama utakataa vipi? Ama utasema nini? Itakuwa tu wewe ni yule unaketi unangoja. So iwapo wewe ni career woman, learn kupanga uzazi. Hata kama wewe si career woman, pia kumbuka learn kupanga uzazi. Because once unapanga uzazi, hapa tunasaidia kuepuka mimba zisizotarajiwa. Most of the time mimba zisizotarajiwa, msikilizaji, people end up doing abortion. Na abortion, msikilizaji, it is not safe. Wengi wanafariki kutokana na swala hili. Mwingine unapata anapata maumivu zaidi kutokana na swala hili. So hii wakati ambapo unapanga uzazi inasaidia kupunguza idadi ya mimba zisizotarajiwa. Na msikilizaji, swala ambalo nataka tuangazie kwa upana zaidi hii leo ni kuhusiana na changamoto na imani potovu, ambayo itakuwa na rejea muda usiokuwa mrefu ili tuweze kuliangazia. Ila kwa sasa msikilizaji, ikiwa ni lunchtime, nikupe kibao chake Samba Mapangala ambacho kinajulikana kama Nyama Choma. Usiondoke, zidi kutegea Zembo ya Bakolo, na rejea muda usiokuwa mrefu ili tuweze kuzungumza zaidi kuhusiana na changamoto na imani potovu ambazo zinachangia wanawake wengi wasipange uzazi. Usiondoke.